Jambo usilolijua ni sawa na sikuagiza. Mara ya kwanza nilipoona ugonjwa wa rafiki yangu, nilipata mashaka sana moyoni. Na kweli, siku 3 zile zilinitesa sana kulani kana uta ndoto za ajabu ajabu. Kwa kiume nikajiongeza nikaenda kwa rafiki yangu, yeye ni mtaalamu. Nikamweleza situation nzima anaopitia rafiki yangu. Akaniambia rafiki yangu amepata tatizo kubwa sana ambalo linaitwa kivango. Yaani amekumbwa na mdudu mbaya sana. Kwa hiyo amenipatia dawa. Dawa hii akiitumia, huyo mdudu ataondoka kabisa na atakuwa sawa na ataendelea na shughuli zake kama zamani. Yule rafiki yangu namjua vizuri sana. Yeye apendelee masuala ya kishirikina na aamini kabisa masuala hayo. Sasa hii dawa inabidi umtilie kwenye maji. Umvizie amelala. Umpake mwili mzima. Ila usoni ndio mpake sana, maji mengi sana. Mwili mzima. Atakuwa sawa na ataendelea na shughuli zake. Kuwa makini. Na hii ni siri ya wewe na mimi. Asijue mtu yoyote. Kwanza kabisa mimi nikushukuru shemeji yangu. Asante sana. Mungu akubariki kwa kuweza kujitoa juu yetu. Lakini pia sina cha kusema zaidi ya kusema asante. Kumbe na wewe unaumia kama mimi. Mume wangu ameteseka sana jamani. Mume wangu amehangaika. Anaumwa. Kama kweli shemeji umepata hiyo dawa, na kuahidi sitomwambia mtu yoyote na wala sitomshirikisha mume wangu kwa chochote kile. Nitajitahidi kuitunza siri hii kwa sababu hata mimi nahitaji mume wangu apone na arudi kwenye hali yake. Kwa hiyo asante sana shemeji kwa kumhangaikia rafiki yako. Dawa ni hapa. Kwa kuwa makini sana shemeji yangu. Lengo awe mzima. Nafanya hivi. Lengo rafiki yangu awe sawa. Aendelee na kazi zake za kila siku. Naumia sana juu ya ugonjwa wa rafiki yangu. Kwa hiyo siri ya mimi na wewe. Asijue mtu yote kabisa. Tumeelewana shemeji yangu? Nimekuelewa shemeji. Na kuahidi sitopuuza swala uliloniambia. Nitajitahidi sana kuwa makini. Sawa, dawa. Kuwa makini. Mungu akubariki sana. Narudia tena na tena. Sina cha kukulipa kwa msaada wako. Lakini Mwenyezi Mungu pekee ndio mtu ambaye anaweza kukulipa wewe. Nimepigwa zongo. Nimepigwa zongo. Nimepigwa zongo. Moyo wangu unuma maumivu. Nashindwa kuvumilia. Nabaki kulia. Kwa nini Mungu umeruhusu niyapitie haya? Kwa nini mimi kila siku shida? Nimepigwa zongo. Nimepigwa zongo. Nimepigwa zongo. Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajua kila kitu, lakini pia wewe ni muweza wa yote. Naomba unisaidie juu ya dawa hii. Mume wangu akitumia akapone, kwa sababu mume wangu ameteseka sana, amehangaika sana, anapitia maumivu makali. Kila dawa alizotumia zimeshindwa kumsaidia. Naomba Mungu nisaidie kutumia dawa hii. Naomba Mungu nisaidie kupitia dawa hii. Mume wangu akaweze kupona, akarejea tena kwenye hali yake. Mungu wangu, kama wewe ulializa, kama wewe ndio ulialeta maradhi kwake, na wewe huyo huyo natumia nafasi hii kukuomba pia uyaondoshe maradhi hayo. Mungu wangu, kama kweli mume wangu alilogwa, kama kweli kuna mtu amemfanyia ubaya mume wangu, akienda kutumia dawa hii akawe sawa na maradhi yarudi huko huko yalikotoka. Mungu umesema tuombe. Umesema tuombe utatupatia.
Na mimi natumia nafasi hii kukuomba Mungu wangu, nakuomba kupitia dawa hii mume wangu akaweze kupona, mume wangu akapate afya, mume wangu akawe mzima. Mungu, najua umemleta Fred kama msaada kwenye maisha yetu. Najua umetumia njia yake kupona mume wangu. Basi naomba na ikawe hivyo. Naomba ikawe kama ulivyosema, Mungu wangu. Nakuamini. Nakuamini kushinda kitu chochote kile. Naona sasa hivi ndugu yangu uko sawa kabisa, naona hata macho yako yana nuru mzee wangu. Ni kweli bwana Abedi. Lazima na furaha. Kama yule nilimpata mdogo wangu, ninahangaika sana brother. Nimeteseka mno. Lakini mpaka leo nenda nafurahi mno. Nafurahi kwa kweli. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa sababu ukiangalia mwenyewe ilikuwa ananiwazisha ile. Huu mtaa sasa hivi yani inaonekana kama watu wanapotea sana. Kupotea, ina maana kuna mwingine kapotea au? Ndugu yangu. Ni wiki sasa hivi yani John hatuna mawasiliano naye kabisa, namtafuta simuoni. Nimemtafuta sana rafiki yangu. Simuoni. Hebu Abedi tuweke kwanza sawa hapo. John huyu ambaye John White yule mshikaji White yule ndo kapotea tena? John White yule rafiki yangu yule Swaiba. Kweli hapo sasa hapo isha kwa hatari. Vipi lakini ndugu zake washapata taarifa? Maana tunatoka mikoani na kuja Dar es Salaam hii. Sometimes wanakuwa waeleweka na kaa wapi. Na wewe ndio kama ndugu yake ambaye ulikuwa uko naye Bennett. Ndugu zake washapata taarifa kweli? Ndugu zake bado, kwa sababu unajua nilijua labda kuna sehemu tukakaa kafungiwa, lakini sasa kwa sababu ni muda mrefu imenichukua ndio imeanza kunipa sasa wasiwasi. Kwa nini haonekani? Na hii sio kawaida yake. Unaona? Sio kawaida yake. Yaani kila siku ilikuwa lazima nitafute. Unaona? Kwa nini maana nimeanza kupata nini wasiwasi? Unajua tulivyo close, tulivyo marafiki. Unaona? Tunashirikiana na mambo mengi, lakini ni wiki namtafuta. Unaona? Kwenye machimbo yetu tunaoendaga namtafuta haonekani. Unaona? Nimejaribu kwenda hadi kule bondeni anakupenda kuendaga Simoni. Unaona? Sasa najiuliza atakuwa ameenda wapi? Unaona? Ndugu yangu, mtaa watu wanapotea sana na hii sio kawaida. Mdogo wako akafika akapotea. Sasa hivi tena John White hatumuoni. Ndugu yangu, nini kinaendelea kwenye huu mtaa? Bwana Abedi, ile jambo sasa kwa kubwa. Ile jambo lishakuwa kubwa. Sasa nataka tulifanyie mpango. Tulifanyie sana mpango, jambo lishakuwa kubwa mno. Sasa hapa itabidi tuanze kumtafuta. Mguu wako, mguu wangu. Kwenye 1 na 2. Kama alivyohangaika muda ule tunamtafuta mdogo wangu, basi mimi ni jambo lazima nilivalie njuga. Ukijaribu kuangalia yule ndio ndugu yangu ambaye namtegemea kwenye kila kitu. Sasa leo hii amepotea tu. Alafu unajua inawezekana amepotea. Sawa, lakini kapotea kwenye mazingira gani? Unaona? Hilo ndio linaniwazisha ndugu yangu. Mimi nafikiri nisaidie. Unaona? Katika mishemishe zako nini? Nisaidie kumtafuta ndugu yangu. Maana mimi nimemtafuta sana rafiki yangu, lakini yani sina matumaini hata kidogo. Sina matumaini hata kidogo kaka. Ukweli lazima tusaidizane kuweza kumpata mshikaji. Ni mshikaji ambaye ana moyo sana wa utu. Anapambana sana mshikaji. Kiukweli hata mimi niuma sana. Hiyo ndugu yako kupatikana ni jambo la kumshukuru Mungu. Nafikiri kwa sababu una nguvu sasa hivi tayari mwanangu unaweza kuanza kumtafuta. Kweli. Basi tuelekee basi. Basi.
Mbona mimi hali yako sielewi? Kila ninapoitwa leo unazidi kubadilika mume wangu. Badala ya kupona, lakini ugonjwa ndo unazidi. Sijui tumekosea wapi. Sijui tumemkosea nini Mungu sisi. Mbona watu wanakuandama kiasi hicho mume wangu? Umekosea wapi? Au kuna kitu umefanya mume wangu alafu mimi sijui? Au kuna mtu ambaye umegombana naye huko kazini kwako alafu haujui? Ndo anaamua kukuadhibu kiasi hicho? Mbona hali yako inazidi kuwa mbaya? Haya, angalia sasa hivi. Mkono sijui umepatwa na nini. Hali yako haieleweki. Yaani Mungu wangu. Samir, mkono unajisikiaje mume wangu? Unajisikiaje? Utapona babangu, sawa? Kuwa na imani. Mimi naamini Mungu yuko pamoja na sisi. Ninaamini utakuwa sawa. Ninaamini utapona tu. Hata kama wanatuandama kiasi gani. Hata kama watutaki mema. Lakini Mungu yuko pamoja na sisi. Ipo siku ambayo haina jina wala masaa. Utakuwa mzima. Tumwamini Mungu. Lakini pia tuombe kwa pamoja. Rafiki msaliti ulikuwa hakika kwenye dunia. Adui atoki mbali, leo naumia kwa sababu ya rafiki wa karibu. Sijategemea kama ungefanya hivi, umenipiga zongo, unataka kunioa chongo, lengo kuniua kwa sababu ya mwanamke. Kumbe rafiki msaliti ulikuwa hakika kwenye dunia. Adui atoki mbali, leo naumia kwa sababu ya rafiki wa karibu. Sijategemea kama ungefanya hivi.